watoto yangu walikuwa wakubwa wakaenda. Mmoja alienda Ngata akafanya kazi huko, akatoka akaenda Nakuru. Kuenda Nakuru ilikuwa Disemba, akaniletea sukari kilo 2 na unga ya ngano. Hiyo ndiyo ilikuwa mwisho mpaka leo. Nikasikia watoto yangu wanapotea. Huyu mmoja alienda kwa huyu kupotea, alitoka hapa aende kumsalamia Nakuru. Na mimi siku hiyo nilikuwa mgonjwa, nilikuwa hospitali Memorial. Ndio nilikuwa ninanaso siku 4. Sasa mimi kuuliza, acha nipike simu, niulize hii mtoto iko karibu akuja nione. Simu ingi. Watoto hapa mmoja alikuwa anakaa hapa Nakuru. Naita Nakuru hapa naitwa nini? Wakiondo. Alikuwa anafanya kazi ya mchengo. Na ndugu yake akatoka hapa nyumbani akaenda kumsalamia huko. Halafu wakapotea kutoka siku hiyo, walipotea hapo. Watu fulani wakakuja, ni gari ya serikali. Wakafikiri ni gari ya serikali. Na mmoja huyu alikuwa anakaa Raneti hapa, alikuwa na bibi yake. Bibi ndiye anatupigia simu. Vijana wanakuja wanachukuliwa. Sisi kuenda kutoka siku hiyo kwa serikali, tunawaeleza hiyo maneno na kutafuta, tunaisatafuta karibu Kenya mzima. Atuwaoni. Tafuta watoto, sioni. Ninasikia watoto wanapatikana, wengine wanakufa mahali fulani, tunaenda tuoni. Lakini sasa usiku nikilala ninaota watoto, ninakuwa kama wasimu, ninatoka nje. Sasa ninauliza Kindiki, serikali ya Ruto waje nisaidie watoto yangu, sijui walienda pande gani. Wacha wakuje wanisaidie tu, wanionyeshe ndio wanakufa, endo usike. Niende nisike. Mimi nataka kwenda kusika tu, wanionyeshe mahali iko. Mahali tuko, mahali niko, mimi hapana kula. Mama ni mgonjwa, mimi ni mgonjwa, kutoka hiyo watoto walipotea.